umetulia afu unapiga story. Yesu bwana kuna hiki na hiki na vipi na nini tunaendelea. Ukifuatilia masomo mengi ambayo unayokuta kwenye Biblia, kwenye vitabu vya Agano Jipya, ni matokeo ya maswali ya wanafunzi walipokuwa wanamuuliza Yesu. Wakipita mara hawajaelewa, Yesu hapana tujakuelewa. Anasemeje? Anaanza kuwafundisha. Sema Anania sema, Yesu tufundishe kusali. Yesu tufanyie nini? Anawafundisha. Kwa nini unaiondoa hiyo nafasi wakati wale Yesu alikuwa nje yao? Alikuwa anawapa hivyo vitu. Je, si zaidi wewe ambaye Yesu yuko ndani? Kwa sababu wewe ambaye Yesu yuko ndani, maana yake unaweza kumuuliza kitu akakupa majibu na akakupa maelekezo. Amen. Shida watu wataanza kusema namsikieje sasa? Mimi naweza nikaingia kwenye maombi. Nikaongea. Lakini sasa nisisikie. Biblia inasema kondoo wanajua sauti ya nani? Shida kinachofanya usisikie ni kwa sababu akili yako haijazoeshwa kuamini. Lakini ukiamini na kuwa na uhakika ya kwamba Yesu yuko ndani, nikiongea naye nikipiga na story na vitu. Maana yake hata kama utaenda siku ya kwanza tuongea Yesu, kufanya biashara hii lazima. Unaanza kutafakari. Ile biashara unaanza kutafakari, afu unamvuta Yesu. Vuta Yesu kabisa ni kama yuko live. Amen. Unaanza kutafakari. Automatic kuna kitu kinaingia ndani kinafunguka. Amen. Utashangaa kuna mawazo yanaanza kuja mara. Unaanza unaanza kuwaza. Lakini biashara miaka milioni 5 inaweza kazama. Kwa nini nisianze kwanza na milioni 1? Wewe wakati anakuja kama mawazo yako. Lakini kumbe ndio Yesu anakujibu hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu kuanza kumsikia na kumuelewa kwa wepesi kunategemeana na wewe ulivyomchukulia. Na kwa namna ambavyo umejizoesha. Kwa kadri ukijizoesha hivyo, unaanzia ndani, yanaanza kuwa mawazo. Mwisho wa siku anabadilika, mawazo yanakuwa sauti. Mwisho wa siku unakuwa kawaida. Unaongea. Kwa sababu Agano Jipya hatumsikii Mungu kutokea nje. Ukiona unamsikia Mungu kutokea nje, maana yake hujaokoka bado. Aliyeokoka Mungu anamsikia kutokea ndani. Amen. Sasa kama Mungu anamsikia kutoka ndani, unaitafutaje sauti ya nje? Unaenda kwenye maombi mlimani unaomba. Sasa Mungu nasikia nataka nijibu kabisa, usikie sauti sasa mimi ni Mungu wako. Nimekwambia kafanye biashara. Kisikia hiyo sauti? Nasema yes hapa Mungu amesikia. Ndio unapotea hivi. Kama ni shetani. Ndio maana mtu yote anashinda milimani, anaomba sana, hajui nini. Potea hivi. Kwa sababu ameamini tofauti. Lakini ukiamini Yesu, you are my friend, wewe ni rafiki yangu. Unapolala unasema Yesu rafiki yangu. Hebu nifundishe. Nisema zile siri za Baba, hebu nijulishe. Msalabani ulifanya vingi kwa ajili yangu. Kwa nini niko hivi? Kwa nini nimekwama hapa? Hebu nisaidie nijue majibu, najua. Unatafakari. Ghafla unaanza kusema. Kwa sababu kitu kinachozuiaga sauti ya Mungu ni vitu vinavyotoka nje ya mtu kuingia ndani. Kwa sababu Mungu akiongea anaongea kutokea ndani ya roho yako. Anapoongea ndani kutokea roho yako, maana kinapita kwenye nafsi, ndipo nasikia. Sasa unapokuwa huko duniani, una taarifa nyingi, una vitu vingi unajaza vya nje vinaingia. Vinaenda kwenye nafsi vinaweka ukuta. Kwa Mungu akiongea usikie. Kumbe naongea. Ndio maana ni hatari ukiingia kwenye maombi, ghafla unatoka unajichanganya. Story maana umekuwa tena mtu wa mongeaji, upea nini. Umetoka kwenye maombi. Kumbe Mungu hapa anajibu na anakusikia na anakujibu yale ambayo ulikuwa unaomba. Lakini sasa vile vitu ambavyo vimeanza kuviingiza vimekuwa ukuta. Vinazuia sasa usi unasikia kutokea ndani. Unaanza kusikia kutokea nje. Ndio maana kuna mtu akielewa hiyo siri, unaweza ukakaa ukapishana na mtu. Alafu mtu akasema nilipishana na wewe. Mbona mimi sijakuona? Kwa nini? Akili yako haiko huko. Japo unaona macho yanaona hivi tu, lakini wewe uko ndani. Unasikia ndani maelekezo. Unatembea barabara unasikia maelekezo ndani. Unatembea hivyo. Kwa kadri unavyozidi kumeditate na kuingia ndani kutaka kusikia kwa rafiki yako. Kwa kadri hiyo vitu vya nje vinafanya nini? Vinaanza kuondoka. Vya nje vikianza kupungua. Kama vilikuwa vinaingia 500, vinaanza kuingia 200, vinaanza kuingia 100. Kwa kadiri hiyo sauti ya Mungu kule ndani inazidi kuongezeka na kuwa wazi sana kwenye. Amen.
Haleluya. Amen. Sasa ilivyo tofauti. Yesu anapokuwa rafiki na ukaanza kutengeneza mfumo wa kuingia kwenye maombi kama Yesu rafiki, na ukaanza kumshirikisha vitu kama rafiki, maana yake watu wote ukisikia mtaani wanasemaje, ukitaka ujue tabia za mtu fulani tafuta rafiki yake. Ukitaka kumchumbia binti, ukitaka ujue tabia zake tafuta rafiki yake wa karibu, utajua tabia zake. Haleluya. Amen. Wakina Petro wanapita, Yesu anapita msalabani, wanamkana, anakataa, lakini wakimwangalia asema hapana, huyu hata kutembea, huyu ni mwanafunzi, huyu hata kuongea. Kuna wimbo hapa alikuwa anaimba udada, anasema nifanane na wewe, watu wakinitazama wakuone wewe. Maana wale walikuwa muone Petro, walikuwa wanamuona Yesu. Ndio. Kwani walikuwa wanamuona Yesu? Maana huyu amejenga urafiki na Yesu kama rafiki. Anaishi naye muda wote, anamsikia, anaangalia anavyotembea, anaangalia anavyochukulia mambo, anaangalia namna anavyofanya vitu. Kwa naye zile tabia ghafla zinaanza kumvaa. Zinaanza kumvaa. Sasa ilivyo tabia zinatengeneza maisha. Yes. Maisha ya mtu yoyote ni matokeo ya tabia aliyonayo. Ukitaka kuwa tajiri, maana yake lazima utafute tabia za utajiri. Ukitaka kuwa maskini, lazima utembee kwenye tabia za umaskini. Yeah. Ukitaka Mungu akutumie sana, lazima utembee kwenye tabia za Mungu kutumia sana. Tabia zinatengeneza maisha ya mtu. Sasa wewe unataka maisha ya Yesu, na Wakristo wengi wanataka maisha ya Yesu, lakini hawataki tabia za Yesu. Kwa sababu kilicho misi pale aliposema mtafanya haya na makubwa, kilicho misi pale ni tabia. Ukipata tabia, umepata yote. Tabia tu zile. Sasa Yesu alivyowaja huku toka mwaka wa kwanza hadi 30, watu walikuwa hawajamsoma, hawajamuelewa vizuri. Lakini yeye alipoanza kufundisha, alianza kujifunua tabia alizokuwa nazo huku. Amen. Kwa maana ukifungua Biblia yako kwenye Agano Jipya pale, unasema mimi sasa nataka nijue tabia za Yesu. Yaani inakuwa hivyo focus yako. Nataka nijue tabia za Yesu, afu nianze kuziishi. Utaanza ukianza kufunua, tunamwambia Roho Mtakatifu,